ni picha limeandaliwa na kuchumuliwa hapa basi naye Mark Dacascos. Jamaa alikwenda picha kama vile The Beast, akakwenda picha kama vile hapa basi Under the Strong. Halikadhalika utapata manze kwa jina la Lee Dong Chong. Lee Dong Chong utaweza hapa basi kumpata kwenye Rosinima. Iko yote basi ni kwenye ruti za mwanzo Berman na wengineo. Utaweza pia basi bila shaka para kuwapata kwenye hiyo Rosinima. Picha hapa basi pia Masaya Kato alikuandaria yote basi na ikuone kwenye ruti za introduction. Yoko Shimada kati ya watu rasmi kibisho wanakuandara kwenye hiyo sinema, ikiwemo Mako Cheki Kario ni pia hapa basi kati ya watu walioweza kukuandaria kwenye hiyo sinema. Popping Ayonga, Rick Montemery na wengineo. Ataka hapa basi pia aliweza kuchomoka rotikando kuhakikisha basi lile picha limeweza kuandariwa. Tony Barakoton Taruta alihusika pia kukuandaria. David Wu alikuwa supervisor kwenye hiyo sinema. Ruti basi zikiwa ni za mwanzo wa sinema. Christopher Rotha alikuwa editor, huku Patrick Rohana aliweza kukompyuza kuza kuandaria hiyo sinema. Douglas Hudgens na Alex McDowell warahusika wote basi kukuandaria kwenye hiyo sinema. Ama Sports Simpson wote warahusika, ikiwemo hapa basi mnyama kama huyo mnyama wewe Aish Shalala. Chunga usiumwe mtazamaji, chunga kuumwa. Huyu mnyama anajulikana kama vile Dragon. Wewe Dragon shisha. Huyu mnyama anajulikana kama vile Dragon, ama kwa jina lingine unaweza kumuita Menyonyo. Christopher Gans ni director wa sinema. Moja kwa moja tunakuingilia basi upande wa San Francisco. Ndugu brother mpenzi mtazamaji, tunakuingilia moja kwa moja hadi upande wa San Francisco. Upande wa San Francisco tunakuja kumpata manze kwa jina Miss Kohara. Huyu manze hapa basi ni artist. Wazazi wake waliaga dunia miaka 20 iliyoweza kupita, na leo hii ilikuwa hapa basi ni birthday yake. Kwa muda wa miaka 20 Miss Kohara ameishi bila mtu ambaye hapa basi bila shaka pale anampenda. Miss Kohara ameishi hapa basi bila beshte, lakini Miss Kohara anaelezea kwamba anakuwa eti baada ya kuishi miaka 20 bila wazazi na bila rafiki, akiwa hapa basi bila shaka pale upande wa San Francisco, akuwa amepolea basi bila shaka pale amekuja katika harakati basi ya rikizo. Aristokia nini Miss Kohara? Aristokia nini maskini wa Mungu? Akuwa amerelax. Yeye alikuwa hapa basi nimekuambia ni artist. Ni mtu upande basi bila shaka pale wa kuchora abana machizo. Ni mchoraji. Lakini akiwa hapa basi upande wa San Francisco, akiendelea hapa basi na uchoraji wake, Aristokia nini? Keki. Kuna kikosi fulani cha mayakuza zaidi ambaye anaongoza hapa basi bila shaka pale babake ndiye mdozi wa mayakuza. Na huko pande nyuma alikuwa anafuatwa na jitu ambalo limechomoka basi bila shaka pale kwa ukoo wa Madragon. Cheki maneno. Jitu ambalo limechomoka kwa ukoo wa Madragon na ambalo linampeleka mbio shusha. Yeye yakuza na wenzake wakaanzwa mayakuza. Sasa kuna jamaa ambaye amechomoka kwa ukoo basi bila shaka pale Madragon, kuwatambaliza na Miss Kohara alikuwa gara za nyorizi na aliweza kushuhudia kila kitu. Cheki maneno. Mayakuza cheki wananyeshiwa marasasi. Upande ni San Francisco, wanamaliza stara kama hiyo. Alibakia sasa kijana wa mdozi wa mayakuza, akaanza kuomba samehewe. Please don't kill me. Mark Dacascos. Please. I paid you. I can give you more. Lakini kwenda kujaribu kuchoma bunduki amalize Mark Dacascos, alionyeshwa moto. Cheki. Wow. Ya kichwa. kumalizwa life rifle.
alitambarizwa hapa basi kama imejitu kwa jina la Mark Dacascos. Huyo ndiye jamaa aliyestar kwenye Eurocinema. Wow. Hatimaye sasa hapa basi Miss Kohala anaelezea vizuri zaidi kwamba yule muuaji alifanya mauaji na akalia. Mark Dacascos alifanya mauaji na kisha hatimaye basi anadondokwa na machozi. Right on time, lile bunduki alilolitumia akalilipua ili kumaliza exhibit. Akalipua stara kama hiyo. Sasa Miss Kohala aligojea auawe, mwanzo hamna otherwise show. Miss Kohala aligojea kuja kuuawa. Huku ni kwa mlima. Sasa basi anadunga upande wa nyuma, mwanzo na kabisa atauawa. Lakini lile jitu kwa jina la Mark Dacascos liliamua kuokoa maisha yake. Leo sasa hii ni manzi anaelezea huyo Miss Kohala. Mark alimkamata mkono. Akamwambia wewe ni manzi moja msupu zaidi. My name is Yo. Leta mkono. Kumpa mkono akamwambia my name is Yo. Lakini manzi kufumba na kufumbua macho, Yo yani Mark Dacascos alikuwaga ametoweka. Cheki. Wow. Alikuwaga ametoweka. Haya yote basi manzi anaelezea ikuwa ni siku yake ya birthday. Hajaikuwa na rafiki. Huyo ndiye rafiki yake wa kwanza amekuja kupatana na yeye. Na huyu manzi alikuwa gani artist. Aliweza kuchora picha yake Yo yani Mark Dacascos. Alichora na akaiweka hapa basi bila shaka pale kwa jumba lake stara kama hiyo. Lakini lenye liliweza kumtisha na kumsangaza ni kwamba na kweti yule Yo, yule muuaji alikuwaga anadodokwa na machozi. He was a crying Freeman. Washalala. Alright. Hebu tuchomoke upande wake sasa yule manzi kwa jina la Miss Kohala. Tuingie upande wa Vancouver BC. Vancouver BC sasa. Wow. Yule kijana aliyetambarizwa ni kijana wa jitu ambalo ndiye mdozi wa mayakuza. Sasa kumbe hapa basi bila shaka pale alichomoka upande wa San Francisco. Mark Dacascos akaamua kuingia upande wa Vancouver BC, akuwa na nia ya kuangamiza mdozi wa mayakuza. Unaona? Nia yake ni kuangamiza mdozi wa mayakuza. Kumbe sasa kwa hapa basi kwa airport lazima ujulikane umebeba nini. Na Mark anabebaga mabunduki. Kwa airport. What is this? Alimwambia yule gadhi namna gani? Alimwambia yule manzi, this is clay. Hii ni matope. Ule mamandi alistuka. What is this? Clay. Doro. Clay? Kwani wewe ni mrogi? Akamwambia hapana. Siku hizi kuna nini? Kuna research inafanywa. Juu imeonekana kama ni miti inazalishanwa. Unapata muembe unazalishanwa na mchungwa. Kunatoka muembe mchungwa. Sasa sisi tunatafuta matope ya kuchomoka inchi tofauti. Tuzalishane, tuone kutatoka matope ya aina gani. Tuone kama kunaweza toka mutodo. Kutoka kwa matope aina mbalimbali. Itaona waendelea hapa? Hakuna ubaya. Okay. Sasa ule manzari enjoy. Mwanzo ati Mark Dacascos kuzataka kufanya research ya matope plus matope. Lakini ndani ya matope mtazamaji, ndani ya matope Mark amekubebea bunduki. Cheki manino. Na nimekwambia hapa basi Mark Dacascos is a crying Freeman. Yeye ni muuaji ambaye kila wakati kufanya mauaji analia. Kwa nini? Sio mapenzi yake kulia ama kuua. Ilifika pahali basi bila shaka para kambi wale mayakuza kuwa I want to go home. Nataka kurudi kwetu nyumbani. Lakini aliambiwa you are a Freeman. You have no home. You have no home. Anawatisha. Lakini mayakuza wanamwambia you have no home. Well, go ahead. I'm going home. You have no home. You have no home. Kwa nini? Tutakuja kujua ni kwa nini. Mwanzo unaona hapa basi bila shaka pale Mark Dacascos sio mapenzi yake kuendelea kufanya mauaji, kuendelea kufuata basi mayakuza, lakini hapa basi bila shaka bara akidai anataka kurudi nyumbani. Anaambiwa nyumbani kwake basi ni kwenye basement za mayakuza. Alright. Wow. Hapa basi bila shaka pale kile kikosi ambacho kile kikosi sio cha mayakuza ni cha Sons of Dragons.
Unaona kile kikosi ambacho ako nacho hapa ni Vancouver City Hall. Kile kikosi ambacho Mark Dacascos ako nacho sio kikosi cha Mayakuza zamani, ni kikosi cha Sons of Dragons. Sons of Dragons. Tuingie kwenye kikosi cha wanapolisi. Kwa kituo cha wanapolisi kuna mwanapolisi hapa basi bila shaka pale kama huyu ambaye ni agent kuchomoka upande wa Japan. Na kuna mzee kwa jina la Shimezaki ambaye ndiye kijana wake alimalizwa na Sons of Dragon. Nataka sasa ushike vizuri zaidi. Kuna kijana aliwawa nikakwambia babake ndiye mdozi wa Mayakuza. Sasa babake ndiye mzee kwa jina Mr. Shimezaki. Amekuja United States of America ama zaidi amekuja basi upande wa Vancouver BC. Amekuja kuambia wanapolisi wa Vancouver wangangane wafanye juu chini kwa masaa 48 in 2 days, yani wawe wamemkamata Mark Dacascos na wakampatiana kwa Mayakuza. Juu kama watafanya hivyo Mayakuza wataanza revenge. Na ile vita itakuwa hapa Vancouver, serikali hijawaiona. Mudhi anaelezea, my son was killed. My son was killed and was dead. Sasa Mr. Shimezaki anaelezea kuwa kijana wake wa kikosi cha Mayakuza aliuawa na wana Sons of Dragons. Senior City, witness the murder. Her name is Emu O'Hara. Na Kadiaba Smith Kohara aliweza kushuhudia kila kitu. Kwa hivyo mzee hajakuja hapa kwa maneno mengine. Mzee ametoka upande wa Japan. Anajua Miss Kohara zenye wizi na anajua sura ya Mark Dacascos. Kuomba Mark Dacascos akamatwe. Sasa unaye hapa basi manzari tumwa. Na Neta ni huyu mwanapolisi. Alimtuma hapa basi bila shaka pale Forge. Forge ni mwanapolisi ambaye anachomoka sasa. Forge, huyu mwanapolisi ambaye amechomoka. Neta ni huyu mwanapolisi kuchomoka upande wa Japan. Neta ni huyu mwanapolisi kuchomoka upande wa Japan. Alimwambia hapa basi bila shaka pale manzi Forge aende akamlete Miss Kohara. Ukushimezake kiendelea kuelezea. Belongs to an ancient Chinese warrior called the Sons of the Dragons. Anaelezea kwamba na kuiti Sons of Dragons waliweza kuangamiza mtoto wake. Na yeye kwa kama kiongozi wa Mayakuza anataka revenge. Na kama hakutafanywa revenge hapa ama kama basi Mark Dacascos hataletwa kwa Mayakuza, yeye ataanza revenge. Na ile revenge itaharibu mtaa wote wa Vancouver. Sasa wana polisi hapa basi bila shaka pale wa Vancouver wanasikia kama hii ni hadithi. Ati kuna watu wanaitagwa Sons of Dragon, kuna Mayakuza. Hiyo wanasikiaga kwa radio. Lakini hapa basi Mr. Neta aliwaambia sikizeni. This is not jokes. Usio mchezo. Mr. Shimezaki ni kiongozi wa Mayakuza na arakareta mno. Baka nyama zingine zake zinataka kumwagika. Jua venye amekasirika. Na yeye akona ugomvi na wana Sons of Dragons. Nilua sasa wana Sons of Dragon mwenye alitekeleza mauaji ni Mark Dacascos. Na ndiye huyu. Na wacha hivyo sasa Shimezaki analalamika. Ajabu ni kwa hapa basi bila shaka pale amegojewa upande wa nje vibaya zaidi. Amegojewa upande wa nje vibaya zaidi na Mark Dacascos. Mwanzo Mark Dacascos ndiye jamaa anatumiagwa basi na wana Sons of Dragons akuwa kama muuaji. Na sasa anamgojea upande wa nje Mr. Shimezaki. Sasa Mr. Shimezaki anadai Sons of Dragons exist. Such as the Freeman. So that's a free. Freeman sasa ni Mark Dacascos. Akawaambia namna gani sikiza. You have 48 hours to find her. After that, well, you have been warned. You have 2 days yani. Mko na 48 hours. Masaa 48. Kama nyinyi mkua kama serikali hamtakuwa mmkamata Mark Dacascos, ile vita itaanguka hapa baina ya Mayakuza na Ma-Chinese. Hamjawaiona. Wakaonywa. Lakini sasa Mr. Shimezaki amegujiwa vibaya zaidi na wana Sons of Dragon. Obo King Mondo. Jitu kwa jina la Mark Dacascos. Operation Mission Calculated Move
nia mishoni hali ni kumtambariza Mr. Shimizaki. Shisha Mr. Shimizaki lazima aweze kutambarizwa. Mark Dacascos ndiye huyo. Shisha Mark Dacascos mishoni ni kumwangamiza Mr. Shimizaki. Kwa miaka nenda miaka rudi wamekuwa wakipigana wana Sons of Dragon na Mayakuza, na sasa wana Sons of Dragon wanataka revenge, na revenge itakuwa ni kuangamiza hapa basi bila shaka pale viongozi wa kikosi cha wana Yakuza, wana Sons of Dragons. Hapa basi bila shaka pale muuaji wao ni jamaa wetu Mark Dacascos. Sasa hapa basi bila shaka pale huyu hakumuua Shimizaki, hakumuua. Hiyo ni kazi yake Mark Dacascos. Upande wa juu Cole hakumuua hapa basi Mark Dacascos. Sasa alizilipua magari ambazo zilikuwa hapa kando, ili hawa basi mabodyguard wake Shimizaki wazubae. Wakizubaa, Mark Dacascos apata nafasi mzuri ya kumtambaliza Mr. Shimizaki. Alizilipua zile magari zilikuwa parot kando kando. Alizilipua. Cheki maneno. Alizilipua. Cheki magari kuripuka. Wote ambao walikuwa hapa basi bila shaka pale ikiwemo wana police na mabodyguard wake Mr. Shimizaki wakazibaa. Gaye! Ya vaya doi. Kaingasia. Unangasia kitu gani? Unangasia kitu gani mwanzo? Ndiye huyo Mark. Yo. Ndiye huyu kwenda kumshambulia Mark Dacascos. Dinga lingine likalipuliwa kutoka upande wa juu. Na wana Sons of Dragon. Kisha sasa Mark Dacascos akaanza. Huyo ameaccomplish mission yake. Sasa amemwachia Mark Dacascos kazi yake shisha kuwatambaliza watu. Na Mark Dacascos upande wa waji hapa basi ni hatari kubwa. Cheki Mark Dacascos ni hatari kubwa. Wewe cheki. Wasi. Mayakuza. Mashallah. Wanapolisi kuingia, hakupiga wanapolisi kuwaua, lakini wanapiga marisasi za miguu ili waondoke. Unaona? Wanapiga wanapolisi risasi za miguu. Juhana ugomvi na wao. Yeye akona haja basi na Mr. Shimizaki. Akona hoja na Mr. Shimizaki. Shimizaki ndiye anahitajika. Kisha akaruka Mr. Shimizaki. Risasi ya kichwa. Pata moja na ingine. Mission accomplished. Tulipata hapa basi forgery tu mwaenda kamuleta manzi wetu Misko Sahara. Misko Sahara hapa basi wakati anafika, ikawa hapa basi na Mark Dacascos already ameaccomplish mission. Sasa Mark Dacascos alichomoka. Cheki. Kubudhoka. Misko Sahara kamona. Shimizaki ni kuisha maneno. Hey, Neta. Yule mwanapolisi ndiye hakuamini. Huku basi getaway kanilo hilo. Kama ndivyo kawaida basi ya Mark Dacascos, kwanza walipitana sare kama yuna Misko Sahara. Na Maka kamtazama. Usioge moe. Wacha bunduki. Lakini bunduki kulipuka. Manza kasema yo. Yo. Kwa hivyo unamjua Bash. Kumbe sasa basi kulingana na sheria, mtu yoyote ambaye anajua muuaji wa kutomoka kwenye kikosi cha Sons of Dragon anafaa kuuawa. Na kwa hivyo Mark Dacascos alitoa razonyo hizi basi ni viongozi wa kikosi cha Sons of Dragons, na kisha hapa basi akaambiwa she knows your face, kill her. Manza najua sura yako, na kwa hivyo sasa ni wakati wako umtambarize. Cole akamwambia Mark Dacascos, Manza najua sura yako, nenda umtambarize. Ati nenda umtambarize. Sasa hakuna lingine. Mark Dacascos alichukua bunduki basi. Manake Misko Sahara hapa basi bila shaka para najua sura yake Mark Dacascos. Lazima Mark Dacascos aweze kumtambariza manze. Do it. Aradai mimi niko na daga. Nina daga. Nitatumia daga kumtambariza. Alright. Wow. Mark Dacascos hadi kwenye basement zake yule manze shisha. Hadi kwenye basement zake yule Misko Sahara ukuta wewe. Mark Dacascos
amechomoka. Elwa hapa ni United States of America, hapa ni Vancouver, na hapa basi bila shaka pale, yani jamaa wetu hapa basi bila shaka pale wamechomoka upande wa Japan. Mark Dacascos, manzi wetu Miss Sahara na kuaga na mbot Maka kamuona mbot, lakini nia yake ni kuangamiza Miss Sahara. Mbocha akachomoka. Mbocha alikuwa hapa basi na shughuli zake za kwenda sehemu mbalimbali, kwa hivyo yule mbot akachomoka. Huku manzi ndiye kwenye kituo cha wanapolisi. Wanapolisi wanamhoji awasaidie kutoa picha ama kuelezea yale anayoyajua kuhusu Mark Dacascos. Mwanzo wanapolisi wasipomchomoa ama kumkamata Mark Dacascos, kutachomoka vita kali zaidi huku mitaani baina ya mayakuza na wana Sons of Dragons. Sasa Mark Dacascos ndiye alistaajabu ya Musa kabla hajaona ya Firauni. Mwanzo hapa basi bila shaka para alikuja kuona picha yake, kumbe Miss Sahara na kuona picha yake, na hata hajawahi wapatia wanapolisi. Ndio hiyo picha yake. Mark Dacascos hakutarajia kunaweza kuwa basi na mtu ambaye akona picha yake. Sasa ile jambo lilimshtua sana basi Mark Dacascos, na akashindwa ni kwa nini hapa basi bila shaka pale Miss Sahara hajapatiana picha yake kwa wanapolisi. Mwanzo Mark Dacascos is the most wanted man in Japan, China and Vancouver. But that's what she said when she saw him today. Sasa Neta anamuuliza manzi, tafadhali, huyu yo ni nani? Tusaidie. Is a Japanese name. Is this a Japanese name? Is he Japanese? Fine. You feel below. But you see, you should understand, Miss O'Hara, that this Mr. Yo is going to be a lot less gentle with you than I... Akaambiwa hapa basi bila shaka pale huyu Miss Sahara. Ama manzi akaambiwa, sikiza madam, Mark Dacascos atakuua. Huko akamwambia, sikiza, kuna vita itatokea. The Yakuza want revenge. They want this killer. And unless we deliver him in 40 hours, there's going to be a gang war. Kama tutapatiana huyu Mark Dacascos, kutatokea vita haijawahi onekana. Lakini alikataa kuwasaidia. Miss Sahara kona picha, ana picha ya Mark Dacascos, lakini alikataa katakata basi kuwapatia. Alikataa abadan katan. Alikataa kuwapatia. Alikataa kusaidia wanapolisi. Uko wanapolisi akamwambia kataa kutupatia. Lakini jua huyo jamaa ni Sons of Dragon. Na as long as unajua sura yake, hakika lazima atakuja kukuua. Hata hivyo, Miss Sahara alikataa kuwasaidia life and direct. Alikataa katakata. Cheki. Alikataa baada katano. Sasa wanapolisi wanajua hapa basi lazima Mark Dacascos atakuja kumuua huyu manzi wetu Miss Sahara. Kwa hivyo walimfuata huku basi bila shaka pale wakimwekea ulinzi. Mwanzo wanapolisi wana uhakika kabisa mtu yote ambaye anaweza jua hapa basi ama atakayeweza kujua sura yake hapa basi Mark Dacascos lazima atakuja hapa basi bila shaka pale kutambarizo. Ndio sababu hapa basi bila shaka pale hawa wanapolisi wanakuja kujaribu kumwekea manzi ulinzi, lakini manzi alikataa. Manzi aliwaambia poleni, I'm sorry I can't help you. Poleni sana siwezi kuwasaidia. Aliambiwa okay, chukua hii alarm. In case ukisikia panya akipita ama usense hali yoyote ya hatari, utupigie mawashauriano. Detective Forge assured me that the police will be outside in the park all night. I'm sorry. I didn't live in the house. I know it's impossible. My parents had died there. And your father? The police have been outside that night too. But I'm sure he would like... I'm sorry, Detective Forge. You can't help me. And I can't help you. You can't help me, na mimi siwezi kuwasaidia. Ala. Manzi amekataa kabisa kusaidia na wanapolisi. Sababu moja ni kwamba Nakuiti babake alikuwa jaji na aliangamizwa na mamafia. Did she know the guilt I carried for his death? Sasa manzi alikuingilia kuro pandwa ndani. Akuwa na ile alarm. Ajabu ni kuwa hapa basi bila shaka pale. Ajabu ni kuwa Mark Dacascos huko pandwa ndani. Wakati tu manzi alikuingilia akapata ile picha
Nilwa hii picha ni kuchora yeye mwenyewe alichora. Ikiteketea. Kisha na maana Makdakasko za kwa mtao. Wow. Na huku Manze alikuwa amejitolea hata kama ni kukufa akufe. Mwanzo najua basi one day in one way or the other lazima atakufa. Kama babake alikufa na alikuwa gajaji, hata wana polisi basi waweza kumwekea ulinzi wa kutosha. Kutazama kwa kioo akamuona Makdakasko. Alam ndio hiyo. Alishika lakini hakufinya, hakubonyeza. Mwanzo alikuwa amefahamishwa basi kukitokea danger abonyeze. Lakini hakuibonyeza. Alishika tu kwa mkono. Makdakasko akachomoa daga. I am here to Tonya Maikayo iniwa da. Ina maana nimekuja kukuua. Nimekuja kukutambariza. Picha Makdakasko ameshaiteketeza tayari. Upande wa nje yule mwana polisi naye kuja kushtuka, alipata mayakuza wameanza kuingia. Kwanza kuliweza kukuingilia hapa basi Manze wa Kijapanizo. Kulikuingilia hapa basi bila shaka pale yakuza. Mwana polisi akimwambia kuna kuwaga na watu aina mbili usiku wanawake. Either we ni kidosho ama we ni mwizi. Lakini sasa huyu mwana polisi achunge. Mwanzo hapa basi hawa ni mayakuza. Akaamua kupigia mwenzake. Aliamua kumpigia basi Forge mawashiriano. Huyu ni yakuza na mwana polisi hana habari, anadhani tu ati ni kidosho na tamba. Forge, come in, Forge. Come in, Forge. Forge. Come in. Forge. Kutazama akamkosa yakuza. What? Mayakuza wako hapa tayari kuchomoka kwa kikosi chake Shimezaki. Mayakuza kuchomoka kwa kikosi chake Shimezaki wako hapa. Huku naye Manze wetu hapa basi alimwambia Makdakasko, ujue nimeishi na picha yako na sijaipatia wana polisi. Ni kweli najua hapa basi kwa kujua sura yako unafaa kuniua. Lakini kitu moja, wakati tu nilikuonaga hivi nilikunoki. Na nikakupenda na nikaapa wewe ndio utakuja kuwa baba wa watoto wangu. Sasa chaguo ni lako. Unidunge kisu uniue, ama unidunge na the boneless nyake. Hiyo hapa basi ndio ambao hapa basi nakuomba. Chaguo ni lako. Sasa Makdakasko akaona kuliko adunge huyu Manze na daga amuue, heri kumdunga na the boneless nyake. Ndio naitwa makagari, the boneless nyake. Alichomoka akiwa kinui. Ndio huyo Makdakasko. Akaamua kudunga Manze na the boneless nyake. Cheki manyungurus. Anatuonyesha manyungurus. Elwa nilikuambia saidungi, manyuma za dem zinaitagwa saidungi, lakini za mwanaume zinaitagwa manyungurus. Sasa alikuja seming akaamua kumnyenyua yule dem. Aliamua kumugudha ololo. Cheki. Kuliko nikudunga na kisu, wacha nikudunge na the boneless nyake. Manze alama katupilia mbali. Mwanzo ni kweli Manze alikuwa gamia hapa basi bila shaka pale yeye hajaipenda mtu venye alikuwa basi amempenda Makdakasko. Makdakasko akakulia mundu. Hey Forge, udai kuingia, kumbe Forge amegonio. Yani amegongwa akazirahi na mayakuza. Kwanza kuingilia jitu kwa jina ya Yuji. Umewa naibu wangu? Akaambua no, we don't kill cops. And unless they work for us. They belong to us. Like you. Like you, my friend. Kuoneshana huyu mwana polisi sio wa kawaida. Huyu mwana polisi wapata habari basi yeye ni special agent kuchomoka upande wa Japan. Kumbe anakuwa na uhusiano na mayakuza. Sasa mayakuza Shimezaki ameuawa. Limesemekana mwenye atakayeweza kumleta ama kuleta kichwa
cha Mark Dacascos kwenye territory za Mayakuza atafanywa kiongozi. Na kwa hivyo kila mtu ambaye ako kwenye territory za Mayakuza anang'ang'ana juu chini kumwangamiza hapa basi bila shaka pale Mark Dacascos apeleke kichwa chake ndivyo aweze kuwa kiongozi. Sasa walianza kuletana juu na yule mwanapolisi, huku mwanapolisi akamwambia hapa basi, man, this is not Japan. Hamwezi leta ujinga wenyu wa raizi, hamwezi fanya venye ambavyo mnataka hapa basi bila shaka pale upande wa Mvodkova. Manzi, this is not Japan. Hapa si upande wa Japan. Don't forget it. Hey, all you have to do is look the other way. We give her some to extreme. She sings an opera. Akaamua partner wako hatujamuua. Blade. You're not in Japan. You're not. Papa moja aligongwa Kazirahi. Wamefanya uchunguzi na wanajua Mark Dacascos zako hapa. Ni kitu ambacho Mayakuza Yuji ndiye huyo shisha. Gai. Naye Mark Dacascos ameturamirwo. Amegudha yule manze ulolo. Kumbe manze alikuwaga hajawahi guzwa na mwanaume mwingine. Manze alikuwaga ni virgin. Manze alikuwa Manze alikuwaga ni vajo. Yes. Moriotame yago. Manze alikuwaga ni virgin. Na kulingana hapa sina venye Mark Dacascos alikuwaga ameapa atakapopata manze virgin hatawahi muacha. Manze kamwambia, unaona nilikuwa nimekuwekea ni moraji ile Moriotame yago. Uzo ni Moriotame yago. Mayakuza na wao wakakuingiria. Alichukua hapa basi Kamulira akavaa mbio fasta kisha daga kwa mdomo. Mark Dacascos kisha kapanda akotuna Kamulira. Sasa akotuna Kamulira ama kiadawe yao akotuna Kamulira kikima nyunguru skule nyuma kando. Manze amestuka huku Mayakuza wamejara zenye wizi na yaaminika mwenye tapirika kichwa. Cheki akotuna Kamulira yaaminika mwenye ambaye atapeleka kichwa cha Mark Dacascos atafanywa kiongozi wa Mayakuza. Hawa wali kuingilia kitambo wafumbe na wafumbua macho. Mark Dacascos alikuteremkia hapa basi unyama nani kisha daga kwa kivuli pisto weka pisto kondo. Lakini kwenda kugeuka Yuji akamuuliza, are you the Freeman? Yuji anataka Freeman, yani anataka Mark Dacascos ili apeleke kichwa ndivyo afanywe mdozi. Freeman, wewe ndiye Freeman? Are you? Tell me. Tungwa dago pando nyuma kisha Mark Dacascos akarushwa bunduki na mwenzake kuzubaishwa na bunduki. Mark Dacascos akakamata bunduki kisha kupiga marasasi. Asha huku akichamburia basi sara kama hiyo. Kuna jamaa kuna submachine gun. Sasa moja ilikuja ikapata manze wetu kwa saidungi ikaingia ndani pali mtu anakuniaga nayo. Washalala. Alipiga risasi ikaingia kwa asshole ya kale kamanze ketu. Yani risasi ikaingia kwa katundu kadogo katikati ya saidungi. Risasi, just imagine, ikakwama hapo na ikasukuma mafi na huko bere. Sasa jamaa wetu kutazama manze amejeruhiwa, ingawaje basi risasi haikumtambariza lakini imemjeruhi. Washalala wololo yaye alikuingilia call akamwambia, do yourself a favor, kill her, accomplish your mission. Anajua sura yako na hamna mtu ambaye anafaa kuwa uhai as long as anajua sura yako. Kwa hivyo tambariza huyo manzi nani, tambariza huyo manzi. Okay basi chukua bunduki akaona yenyewe. Once a sons of dragon, always
Asana wa Dragon. Wacha ni mtambalizi. Kwenda kumuua, akakumbuka ule utamu amesikia. Akakumbuka ule utamu amesikia, akaona hapana, hii ni dhambi hata binguni. Manza namwambia come on, go ahead, kill me. Lakini ule utamu hungemruhusu. Ule utamu haungemruhusu. Choki maneno. Ule utamu haungemruhusu manzi. Akaona never. Wenu wa watu majugue muri otameagwo. Oi. Siuniua tu. Magda Cascos alilia, gai, samosi ya wothe. Never. Kukuwa ningekuwa ndio, lakini ule utamu nimesikia, siwezi nikakuwa. Hatiri vata wako anaga samosi ya wothe. Oi, rauga we. Iguigua gatare kegwa waikitie ko. Magda Cascos alimwa kuchomoka na manzi. Keki. Rike na kuwa hapa basi ilikuwaga amri. Amtambariza manzi, aliamua kuchomoka na yeye. Huku manzi ako na risasi kwa asshole. Manzi ako na risasi kwa asshole, kwa katundu kadogo katikati ya saidongi. Kumbe na Yuji hakudedi, ako na daga kwa mgongo. Jaribu kupiga risasi rishindo mwanzo, ana daga kwa mgongo. Kumbe alikuwaga na bulletproof. Alikuwa na bulletproof ambayo ilizuia hapa basi marasasi kupenya. Right on time. Manzi wa Kijapanese, Masaya Kato. Manzi wa Kijapanese, manzi wa Kiyakuza are kuingilia. Ha? Unadugwa juu ya wewe ni mtoto. Yumana bulletproof. Nilikuwaga na bulletproof. Nilikuwaga na bulletproof. Sasa ile kitu iko hapa basi, jamaa anadaga kwa mgongo. Kwa hivyo ilibidi basi manzi amsaidie kuchomoa daga. Sasa hii lazima afanye kitu inaitwa msuri uchungu. Sasa anapigwa kiss, kisha daga linachomolewa. Sasa hii ni msuri uchungu. Msuri uchungu. Msuri uchungu. Unapigwa kiss, unasikia msuri. Kisha daga linachomolewa pande wa reverse. Inaitwa msuri uchungu. Msuri uchungu. Ati nini? Msuri uchungu. Yani ni msuri uchungu. Nasikia uchungu na una msuri uchungu. Alright. Huku Magda Cascos sasa alikuja tena kusitizwa basi na call. Kuna namwambia manzi tambariza huyo manzi. Muue huyo dem. Unavunja sheria. Maka kamwambia never. Haena sabotari waigwika. Samokirite wa Delida ule watumire Samson akiria aitwo ni Goliathu. Huyu demu ni mtamu sana, siwezi nikakubali hapa basi kumuua. Na akambu basi unavunja sheria. Lakini Magda Cascos hakutaka kujua. Ameshampenda manzi, amempenda manzi. Baada ya siku 3 manzi alijipata kwa hospitalini. Now that is 3 days later. Na nilikufahamisha mtazamaji, risasi ilikuwaga kwa asshole. Unaona? Risasi iliingia yani pahali mafi inatokeaga. Kwa hivyo madaktari walifanya ujuzi, wakaweka manzi mruke. Sasa manzi akarazimika kukunia. Sasa kulazimika kukunia, ile risasi akaikunia. Juu ilikuwa imeingia vizuri, ni kama kuwekwa, ilikuwa imeingia kwa asshole, kwa kao kashimo. Ilikuwa imeingia hapo. Sasa manzi hatimaye basi akatibiwa na akapata nafuu. Baada basi ya manzi kupata nafuu, kumbe Magda Cascos alituma kikosi cha wazee wake wakuja wamchukue huyu manzi wetu na wamletee passport. Kwa hivyo Mboch, nataka hapo shike vizuri zaidi, Mboch alitumwa na wazee wake Magda Cascos. Na huku manzi wetu Misko Sahara amekuwa ulinzi na wanapolisi. Akina Fuj wako ala za nyewezi. Sasa naye yule Mary, huyu manzi hapa basi, ule Mboch jina lake ni Mary. Unaweza ni tuende ukaweke kitu maji. Hapo. Sasa ni kuwezubaisha. Unaona? Alichomoka na maua, anaenda basi kumwagilia yale maua maji. Kufika hapa akapiga mwashiriano. Akapigia Mr. Notice simu. Yule gadhe sasa.
na kuna daktari amepita hivi. Sasa hii ni plan ya mama. Akapiga simu. Mwanapolisi akapata habari. Mr. Netes, kuna simu yako. Halo. Netes. Halo. Nani? Ni kuzubaishwa. Wakati alizubaa kukaingia daktari. Kuingia daktari hapa basi bila shaka pale daktari kuingia kule ndani aligongwa na akawachwa kwa kitanda. Unaona? Hao hakujua daktari akagonio na akawachwa kwa kitanda. Kisha yule Mboch pamoja na manzi wetu Misko Sahara wakachomoka. Ndio hawa. Unaona? Ndio upande wa mbele ni Misko Sahara. Mboch naye amevaa mavazi ya daktari. Hado hauli. Leo akaona kichwa yako. Lakini kutazama upande wa nje ndipo akaona haba si Misko Sahara amevaa viatu ambazo sio zake. Kwa nini zinatoka? Bado. Hapo kuna jambo lisilo la kawaida. Kurudi upande wa ndani. Daktari aligongwa na akagona. Makusha. Sasa ni wamfuate. Mwanzo ilikuwa ni hapa basi ni kazi yao, lakini plan ilichorwa na Makida Cascos akiwa Japan. Alikuwa ametuma mpaka hapa basi wana Sons of Dragon wamsaidia manzi katika harakati basi ya kuepa. Kwa hivyo wana Sons of Dragon walikuja kuhakikisha hapa basi bila shaka pale wana polisi hawataweza kumfuata manzi wetu Misko Sahara. Kwa hivyo Natis kujaribu kufuatwa kwa na Forge. Alikuingilia nani? Jamaa moja kutoka kwa kikosi cha wana Sons of Dragon. Ile dinga likagongwa. Cheki. Likagongwa. Kisha kama yokaros control. Kisha cheki. Lile dinga sasa likalamba. Chini. Sasa ile moja mbaya mbovu. Lilieta ikachokoza tanki ya petroli. Tanki ya petroli ikachokoza injini ikakasirika. Kwa hivyo sasa lile dinga likaanza kuteketea. Natis aliweza kuchomoka speed yule mwanapolisi aliweza kuchomoka mbio. Lakini Forge alishindwa kuchomoka. Mwanzo punde si punde dinga likalipuka. Forge yule mwanapolisi akalipuka kule upande wa ndani. Makusha. Mwanapolisi alipukia kule upande wa ndani. Notice hapa basi bila shaka pale akabakia stara kama hiyo. Lakini yule manzi mwanapolisi yani Forge kusha maneno. Hata hivyo manzi wetu alipatiwa passport. Tikiti ya ndege yani. Alipewa tikiti ya ndege. Cheti cha kusafiria ndio passport. Na chapa za kutosha za kusafiri mpaka upande wa Japan. Wow. Alikumbuka venye aliambia na Makida Cascos akifika upande wa Japan aulize hapa basi familia ya ndio hiyo passport. Aliambwa akuja kuuliza familia hapa basi bila shaka pale ya Hinomura. Cheki. Ameandikwa vizuri zaidi. Hinomura Tomisaburo. Akifika upande basi bila shaka pale wa Hokkaido Japan shisha. Kwa hivyo alichukua hapa basi bila shaka pale ndege stara kama hiyo na bila kupoteza wakati akatamba pana. Hebu tuchomoke upande wa Japan tuingie sasa Shanghai China. Upande wa Shanghai China kuna watu wa ukoo wa Sons of Dragon. Sasa kumbe hapa basi bila shaka pale Yuji aliamua kufanya revenge. Juu upande wa Shanghai China kuna kikosi ama kuna familia ya wana Sons of Dragon. Yuji aliamua kufanya revenge ya kifo hapa cha mdozi wao na mtoto wa mdozi wao. Sasa tazama venye ambavyo Yuji alikuja kuwatendea. Cheki venye Yuji alikuja kuwafanyia. Cheki venye Yuji alikuja kuwatendea shisha. Makosa. La. Yuji alikuja na kikosi cha mayakuza. Ndio. Huyo shisha. Yuji kumaliza innocent creature mpaka wazee. Lakini mama jutu wetu wao ni wana Sons of Dragon. Ni wa ukoo wa Sons of Dragon. Hiyo sababu wanamaliza maskini wa Mungu yeye. Makosa. Oi. Wanamaliza unyama na Yuji. Kisha dungwa.
makosa manono, wululu yaye, wanamaliza unyama. Kisha akatafuta kamzee kamoja, tizama, Yuji. Akatafuta hapa basi bila shaka pale nini? Kamzee kamoja. Akaamua kukapa message. Akakaambia namna gani? Sikiza. Look at me. Look at me. Waambie wana Sons of Dragon. I have a message for your protectors. The dragons. Listen. I am Hanada Ryuji, boss of the Hanada clan. I declare war on the dragons. I want the freedom, or I will return to China. Akakatwa kanyake kuataka masikio. Akakatwa masikio. Waambie wana Sons of Dragon, nimedeclare the war. Yani nimeamua hapa basi lazima tutapigana to the end. Ukajamaga kwa nyake kuota imeenda msi. Nyama kuota masikio imeenda. Na akatumwa awaambie wana Sons of Dragon, either mlete Mark Dacascos ama Yuji atarudi tena hapa basi bila shaka pale upande wa China na kuangamiza ma-Chinese wengine wa familia Sons of Dragon. Hiyo ni message. Hatimaye basi naye manzi wetu amefika tayari upande wa Hokkaido, Japan. Hokkaido, Japan. Ala, upande wa Hokkaido, Japan amewasili tayari hapa basi bila shaka pale manzi wetu Misko Sahara. Wow, amekuja kumtafuta Mark Dacascos. Amekuja kumtafuta Mark Dacascos. Washalala walalayaye wandala. Hello, hakika bila kupoteza wakati hapa basi bila shaka pale manzi wetu aliweza kufika hadi kwa ile hapa basi bila shaka pale familia akaweza kudunda baka upande wa Hokkaido, Japan. Pale ambapo basi anaamini atakuja kumpata Mark Dacascos. Mark Dacascos ni alichola mishoni hapa basi bila shaka pale, akatuma watu kumsaidia manzi wetu, akatuma hapa basi bila shaka pale cheti cha kusafiria, akatuma hapa basi bila shaka pale yani visa, akatuma hapa basi bila shaka pale chapa na tikiti ya ndege na kila kitu kuhakikisha manzi ataweza kufika salama wa salmin hapa basi bila shaka pale upande wa Hokkaido, Japan, pahali ambapo huwaga Napoleon jamaa wetu Mark Dacascos. Wow, Mark Dacascos aliweza kuhisi na akaona kweli kabisa manzi wetu Misko Sahara ameweza kuwasili. Na kwa hivyo hapa basi diseni moja tena maridadi zaidi aliamua kumkaribisha. Mwanzo ni mpenzi wake, walishapendana, washajuana kimabweha. Mark Dacascos hapa basi bila shaka pale hajaisikia utamu kama wenye aliweza kusikia hapa. Mulio mudhalini woka. Washalala. Hello. Why? Huku basi na zo ripoti zilikuja kufika kwenye territory za Mayakuza kwamba na kwa eti wana Sons of Dragons ambao waga basi wanapolea kurupano wa Shanghai China wameuawa. Innocent people, watu 16.5 wameuawa. Aish, makosa. Wanabonga Kijapanese na mganga wa Majapanese ndio huyo. Kuna ripoti imefika. Hatalifati. Wanawezaje kuua watu wetu 16? Na walete mwingine akuwa hana nyake kuota ya masikio. Yuji must die. Yuji lazima akufe. Hatutagojea amalize watu wengine wetu, lazima afe. Waganga basi wa kikosi cha Mayakuza wakadai. Huku basi naye sasa ilo watu wakipendana, mtazamaji, wamependana. Mapenzi ni kitu fani. Mapenzi mtazamaji, watu wakishapendana wamependana. Alifaa kumuua manzi lakini alishindwa kumuua hakika. Mwanzo wamependana
yani ni mapenzi, it is Valentine, yani ni mapenzi, ni lava. Unaona, mapenzi, watu wakipendana wamependana, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Mapenzi haitakai kujua umetoka wapi, wewe ni wa kabila gani, ama wewe ni samburi gani, ama wewe ni mnyama gani. Ndio unaona mtu kama Tyson anapendana na punda na anainyenyua. It is true love. It is true love. Tyson anapendana na punda na anainyenyua because it is love. Love does not know in a mountain. Mapenzi haijui kama kuna mlima. Sasa hawa walishapendana. Hakika wamependana na wamependana. Wow. Nikina kuwa jamaa wetu ni muuaji, lakini manzi alishampenda na akampenda. Waswahili husema kipenda roho hula nyama mbichi. Yani ukishapenda mtu hata kama anakaa stari gani, ukishapenda mtu umempenda. Unaona, ukishapenda mtu umeshampenda. Sasa hapa basi ndipo Mark Dacascos alianza kuelezea kuwa miaka 7 iliyopita yeye alikuwaga amechomoka hapa Sibirashaka Paro upande wa China, akakuja hapa Sibirashaka Paro upande wa Japan kuonyesha umaarufu wake wa kutengeneza nyungu. Lakini wakati basi alikuwa anaendelea kuonyesha umaarufu wake kutengeneza nyungu, kuna jamaa moja alikuja basi akiwa amefuatwa. Kuna jamaa moja alikuja akiwa amefuatwa stali kama hii na mayakuza. Kuna jamaa moja alikuja akiwa amefuatwa na mayakuza. Alao salala na Mark Dacascos akashuhudia kile kitendo, na ilikuwa ni show ya nyungu. Yani kuna maonyesho ya nyungu. Yule gadhia akauawa na Mark Dacascos akashuhudia kile kitendo. Gadhia akakufa kwa amemwangalia Mark Dacascos. Haya yote Mark Dacascos anahadithia. Hatimaye kila mtu basi alitamburuka, wanapolisi wakakuja wakachora venye yule jamaa aliweza kuuawa na kadhalika. Lakini siku iliweza kufuata, Mark Dacascos alikumbuka kwamba na kwa eti aliona yule hapa basi bila shaka pale jamaa akitupa. Mark Dacascos anaendelea kuelezea kwamba na kwa eti siku iliyofuata alikumbuka vizuri zaidi kwamba na kweti aliona jamaa akiweka kitu fulani kwa nyungu. Unaona? Aliona ule gadhia akiweka kitu fulani kwa nyungu kabla hajauawa na mayakuza. Aliweka kwa nyungu stara kama hiyo. Kwa hivyo Mark Dacascos alikuja kwa ile nyungu. Haya yote Mark Dacascos anaelezea kwamba na kweti yeye alichomoka upande wa China, akakuja upande wa China, akakuja upande wa Japan kwa maonyesho ya nyungu. Jamaa fulani akauawa mbele yake. Na Mark Dacascos kabla jamaa hajauawa, Mark Dacascos aliona akitupa kitu fulani kwa nyungu. Kwa hivyo siku iliyofuata Mark Dacascos akaenda na akachomoa ile bidhaa. Kuchomoa ile bidhaa akaosha, kumbe ilikuwa basi bila shaka pale negative. Akaosha na ikachomoka picha. Kuchomoka picha ilionyesha haba si bila shaka pale kwamba ni kwa eti ni ile picha ilionyesha mayakuza wakiua jamaa fulani ambaye alikuwaga amechorwa dragon kwa mwili wake. Alikuwa amechorwa. Unaona ile picha inaonyesha mtu fulani akiuawa. Mtu fulani ambaye amechorwa haba si mchoro wa dragon kwa mwili wake stara kama hiyo. Unaona? Wow. Kwa hivyo wakati alipata hii habari aliweza kutumia wanapolisi ile picha, na basi ikajulikana basi wale ikajulikana nini gadhia alikuwa amebeba. Kumbe mayakuza walipata habari kwamba na kwa eti ama wana Sons of Dragon walipata habari kwamba na kwa eti Mark Dacascos ndiye alipata picha ya mwenye aliua Freeman wao. Kwa hivyo walikuja wakamteka nyara Mark Dacascos. Wana Sons of Dragon wakamteka nyara Mark Dacascos. Atakushike na kwanza baada ya basi bila shaka pale kwa matwa aliletwa pale kama hapa. Sikiza, Mark Dacascos alipata picha, cheki pale amewekwa. Aliletwa kwa mganga wa wana Sons of Dragons. Kwa ile picha tuliona ni mtu fulani alikuwa na uwawa. Kumbe huyo mtu ndiye alikuwaga executioner, ndiye alikuwaga executor, ndiye alikuwaga killer wa wana Sons of Dragon. Unaona? Mwenye alikuwaga kwa picha. Na sasa juu Mark Dacascos ndiweza kuchomoa ile picha, wakamchukua na wakamwa juu yeye ndiye ameona hapa amechukua picha ya mayakuza wakiua basi muuaji wao, watamtrain na yeye sasa ndiye atakuwa muuaji wao. Kwa hivyo wakaamua kumtrain. Haya yote Mark Dacascos anamhadithia manzi wetu. Yeye alichukuliwa karatwa pale kama hapa. Pale kwingine mpaka kuna maghost za wana Sons of Dragons
mwanzo wanataka kumfanya yeye ndiye muuaji, wanataka kumfanya yeye awe basi akifanya mauaji. Cheki shalala. Baada ya kufanyiwa madhebihu ya siku kadha wa kadha, alijipata basi kwa ile lumu alikuwaga amefanyiwa mambo aina mbalimbali, amewekwa michoro basi kwa kichwa ndani, amedungwa mashindano na kadhalika. Magdakaskos yeye alikuwa mtu wa kutengeneza nyungu, akachukua negative ambayo ilikuwa inaletwa na mtu fulani, kuchukua negative kumbe ilikuwa inaonyesha venye ambavyo mayakuza waliweza kuua muuaji. Mwanzo wana Sons of Dragon wameishi kuwa na muuaji wao, wana Sons of Dragon wameishi kuwa na muuaji wao, kumbe ile picha ilikuwa inaonyesha venye muuaji wao aliuawa. Wakati wana Sons of Dragon walipata hiyo habari, walimchukua Magdakaskos wakamtrain na wakaamua kumfanya yeye ndiye muuaji wao. Sasa yeye ndiye muuaji wao. Mwanzo wana Sons of Dragon wameishi kuwa na mtu fulani ambao watakuwa wakimtumia kufanya mauaji. Magdakaskos mishoni yake ya kwanza alipewa kuangamiza mtu fulani kutumia daga. Elewa, sio kwa mapenzi yake, lakini wale watu mpaka uchawi walimwekea wakamdunga mashindano kadhalika. Sasa atakuwa muuaji wao. Hii ndio ilikuwa mishoni yake ya kwanza. Basi Magdakaskos akuja auwe mzee fulani kutumia daga. Yule mzee ako na mabodyguard kumbaka na mabunduki, na yule mzee ako na bibi yake ala hizi. Cheki, yule mzee ako na bibi ala zenye hizi. Cheki maneno, yuko na bibi. Sasa Magdakaskos kuja kupita akaulizwa, hey, maua ni za nani? Ni za bibi ya mdos. Bibi ya mdos kutazama hana bunduki, hana silaha yoyote. Munane, kuna modo we na weirano, kuna mtu analetea bibi yako maua ya Valentine. Hebu goja kidogo. Hebu kuja wewe. Sasa mzee akajaza ati bibi yake analetewa maua. Niliwa katikati ya maua ni kisu. Uodhiko kwa hivyo siku hizi uko na ujiga yata kimoda unaletewa maua na wajamaa wengine goja utaona tukifika nyumbani. Wewe na wewe ni nani unaletea bibi yangu maua? Muragani. Mzee akapigwa daga la moyo kutambarizwa. Mama akapiga mayoye. Cheki. Mabodyguard kuja kuingia. Magdakaskos akachukua wine akatupa karibu na moto ambao ulikuwa unapika nyake. Kupika kwa moto. Kalipua basi bila shaka pale wale nini walinzi, kisha akawamaliza na kisu. Cheki, daga kata shingo, kisha mwingine akapigwa daga mingi 5, 8, 12, 18, 29, 99, 100, 103, 114, 201 na akamwaga machozi. Mwanzo hajui ameua wale watu kwa sababu gani, hajui ni kwa nini amewatambariza. Na kisha karudi kwenye basement za wana Sons of Dragon. Wakati alirudi sasa, waliamua kumchora mchoro hapa basi bila shaka pale wa Dragon, ili sasa waweze hapa basi bila shaka aweze kuwa the son of a dragon. Wow, ambaye watakuwa namuita the Freeman. Wakamwambia kulingana na yale mauaji umefanya, tumeona wewe basi bila shaka pale unahitaji kureplace muuaji wetu ambaye aliweza hapa basi bila shaka pale kuuawa. Wewe ndio utaweza kumreplace. Wewe ndio ulionyesha picha ya wale walimuua, na wale walimuua ni mayakuza. Kwa hivyo tutakutengeneza, utamrepress, na kisha utaweza kuwa kiongozi wa mayakuza. Tutakushape, tutakupoteza fahamu, utaishi na sisi, utakuwa mfanyikazi wetu, utakuwa muuaji wetu. Usiku kucha hakika aliweza kuchora mchoro wa Dragon. Magdakaskos akiendelea kuelezea kwamba na kwa eti asubuhi na mapema siku aliweza alijipata basi ya kuwa na mchoro ambao basi bila shaka pale hata hakujua mchoro ni saini gani. Wow. Hello. Alijipata basi kwenye situation ambayo hangeweza kuzichomoa. Lakini all in all akajipata mpaka amekurishwa kiapo kwamba na kwa eti yeye atakuwa muuaji wa kikosi cha wana the Sons of Dragon.
Wauaji wa kikosi kama hichi wanajulikana kama vile the Freeman. Unaona? The Freeman ni jina ambalo linasimamia haba si mtu ambaye hata hajifahamu vizuri. Kwa hivyo wana Sons of Dragon wakikutrain, wakikufanya kila wao, wanakuita Freeman. Unaona, wanakuita Freeman. Mtu ambaye hajui afanye nini. Mtu ambaye hajui kama kuna Mungu ama shetani. Mtu ambaye hana mbele wala nyuma, anafanya tu venye ambavyo anaambiwa. Mtu ambaye haogopi. Somebody who does not give a damn or a shit. You are a Freeman. Sasa huyu jamaa wetu ikawa yeye kila wakati akifanya mauaji analia. Na ndio sababu kasikia basi akaitwa the Crying Freeman. Ni Freeman, ni muuaji wa kikosi cha wana Sons of Dragon, lakini kila wakati akiua hapa basi analia. Ndipo Cole alikuja kumwambia sasa, kulingana pale tumefika, wewe hapa basi bila shaka pale umekuwa mwenzetu. Nitakutengeneza, nitakuongeza nguvu, nitakutunza, nitakuchunga, nitakutrain, na wewe utakuwa muuaji wa kikosi cha wana Sons of Dragon. Sikiza akielezewa na Cole. You serve the sons of the dragons, the guardians of the Chinese people. Those who trespass against our race must die. You will obey us, our laws, our rules, our demands. But we own you now. You were born a killer. It is a power that belongs to you. I will shape it. I will make you stronger. I will make you faster. I will make you deadly. Our enemies will feel the dragon's claws pierce their dead hearts. Come now. You are reborn. You are the Freeman. You are the Freeman. Tutakubadilisha. Already wakafanya, yani alifahamishwa basi ataishi kuwa muuaji. Haya yote alikuwa na hadithi ya manzi wetu. Akalia. Lakini manzi alimwambia wache ujinga. Lijene kuwa alikufanya stari kama hiyo. Wakakutoa basi wakawa wewe kazi yako ni kuua. Huna mbele wala nyuma. Manzi alimwambia sikiza, sio lazima utii amri zao. Walikuambia uniue huku niua. You fucked them. You fucked them. And Cole did nothing. So tunaweza hepa na wewe. Nima muri ura wajiguithirie ri no tume tule tuthi handu araihu muno nawe. Sasa Cole alisikia venye manzi amesema. Uone koirai. Aliwafuata. Tuhepe. Sio lazima uishi kuuana. Tunaweza hepa na tuende pale ambapo hawa watu hata waikuona never ever. Come on. Sio lazima watumikie. Yes, Cole? Yes, Cole. Aliambiwa sikiza. Watu wetu wengi sana wameuawa. Na Yuji amesema tukupeleke. 16.5 people wameuawa juu yako. Lazima tuwe Yuji kabla hajamaliza wenzetu wengine. Nada has sent us a challenge. Look. Akisoma gazeti ana imagine. Unaona hii ni gazeti anasoma, lakini ana imagine venye Yuji alitambariza watu wao. Imeandikwa kwa gazeti ndiyo. Lakini akisoma ana imagine venye ambavyo Yuji alitambariza watu ukoo wa China. They want you dead. Whoever kills the Freeman becomes the Yakuza leader. Mwenye atakuwa kiongozi wa mayakuza. Twende tukawatafute kuliko wao watutafute. Maza kamwambia usiende, lakini Makiti Kasuku namwambia never. These people are our family. Sons of the dragons, he is obliged to come with me. You 16 people died, Emu. They had families, children. Ruji killed them and will continue to kill us. I go to him. Lazima nikamstop. I have to go and stop Yuji. Akaambua jitayarishe. Na ujue ni kuvunja sheria. Mwanzo mtu yote ambaye ameona sura yako anafaa kuuawa. Na uko na mtu ambaye anajua sura yako hapo. But all the same, lazima tukamtafute. Sasa kumbe ilikuwa ni siku ya kumzika Shimezaki. Nataka sasa usikize hii story vizuri zaidi mtazamaji.
wana mayakuza waliua muuaji wa wana Sons of Dragon. Wana Sons of Dragon wakachukua Mark Dacascos wakamtrain, akarepress muuaji wa wana Sons of Dragon ambaye aliuawa na mayakuza. Baada ya Mark Dacascos kumaliza training, akatumwa akaua kiongozi wa mayakuza ambaye ni Mr. Shimizaki, na akaua kijana wake. Hiyo ilikuwa revenge wana Sons of Dragon. Sasa nao wana yakuza wameua watu wengi zaidi upande wa Shanghai, watu ambao ni wana Sons of Dragon. Kumbe walikuwaga hata hawajamzika Mr. Shimizaki. Walikuwaga wajamzika Mr. Shimizaki. Kwa sasa Mr. Shimizaki, kwa mazishi ya Mr. Shimizaki kulikuja watu wengi zaidi. Mwanzo ni wakati sasa wa kumzika Mr. Shimizaki ambaye alikuwa kiongozi wa wana yakuza. Kumbe nao sasa kina Mark Dacascos walihanda Mjapanese fulani ambaye alifaa kuhudhuria mazishi, wakamhanda. Unaona hapa kuna watu aina tofauti, watu tabaka baina tofauti wako ala zenye hizi kutoa heshima zao za mwisho, kuonyesha umoja wao. Kumbe sasa kaka mzee kalikamatwa kakahandwa. Kakaambia Yuji, unajua mimi sitaweza kukuja kwa sherehe za mwisho, lakini nitatuma watu wangu wawili waniwakilisha kwa hiyo mazishi. Tafadhali uniwie radhi. Mbona usikuje wewe mwenyewe? Sitaweza kukuja. Ni kuhando kamehando na Mark Dacascos tukare kama Japanese. Kasema hakataenda ati katatuma watu wawili. Sasa ati hao watu wawili katatuma ni Carl na Mark Dacascos. Nero sasa Yuji hafai kujua hivyo. Sasa kama mzee kanadai katatuma watu wake wawili. Juu hata Yuji hajui sura ya Mark Dacascos. Haka mzee kakakatwa kumalizwa. Carl. Kisha Carl akaamua kutambaliza yule manzi ambao walikuwaga na yule Mjapanese. Mark Dacascos akamwambia kuna haja. Huyo sio adui yetu. Unamuua wa nini? Hamna haja na hamna sababu ya kutosha. Alimwambia Mark namna gani? You are getting soft. Unafaa kuua anybody, everybody. Kimaka akamwambia there's no need to kill an innocent creature. Sasa kwa maombolezi zaidi basi kwa siku ya kumzika hapa basi Mr. Shimizaki, yule mwana prisi notice alikuingilia. Alianda na wana Japanese. Kajiro ejingae kanyo yeu dude akawaambia hapana. Yani wanambongesha kijapanese. Akamwambia basi mimi nimekuja hapa kutoa heshima zangu za mwisho kwa Mr. Shimizaki, yule mwana princesa. Yuji anataka kuwa kiongozi wa mayakuza. Right on time. Mzee akaingia na fujo. Hey, unafaa kubisha mlango mzee. Unafaa kubisha mlango. Akamwambia wewe kama sio venye tunajuana ningekuua. Sasa huyu mzee kumbe kuna kitu anajua kuhusu Yuji. Anajua Yuji ndiye alimset kijana wake Mr. Shimizaki. Mwanzo aliishi kutaka kuwa kiongozi wa wanayakuza. Kwa hivyo kamwambia basi bila shaka pale wewe lazima niambie Yakuza organization ulihusika na kifo cha mtoto wake Mr. Shimizaki. After all, it was you who sent Shimizaki's son to San Francisco. Yeah, after all, it was you who sent the son of Shimizaki to San Francisco. Ulikuwa unajua akienda huko atauawa na wana Sons of Dragon. Sasa akaona hapana, ukweli utajulikana. Akamuita bibie. Akamwambia huyu ni bibi yangu. Kumbe naye huyu mama anatakaka kuwa kiongozi wa mayakuza. Sasa cheki maneno mtazamaji. Yuji anataka mwanzo kwa sasa hakuna kiongozi wa wanayakuza. Mbele ilisemekana kwamba na kueti mwenye ataleta kichwa cha Mark Dacascos ndiye atakuwa kiongozi wa mayakuza. Yuji anataka kuwa kiongozi.
na huyu mama pia anataka kuwa kiongozi. Unaona? Wakati yule mwanapolisi aliwatisha kwamba na kueti hapa basi ataambia kikosi cha wana organization na wanayaku za kwamba na kueti Yuji ndiye alituma mtoto wake Shimezaki. Mudhari ambaye na wewe ujue sisi tumekuwa tukikuhonga. Kwa hivyo kuna venye hata pia sisi tunaweza kukuseti. Unashirikianaga na sisi. Akaambua wacha hivyo. Nyinyi mkuwa kama serikali mmeshindwa kutusaidia na kuzuia vita isitokee. Misko Sahara aliwaenjoy. Akaepa hospitali na sasa yuko hapo upande wa Japan. We have her photographs all over the country. Tuna picha yake Misko Sahara hapo upande wa Japan. Na tukimpata tutamuua. Mayakuza wakimpata watamuua. Mjue hivyo. Okay, tutige inasira mazishi yaendelee. Mzee aliona sasa kesi imekuwa mrefu. Na dole moru. Sijawahi gudha uroro mjapanese, so naweza paka tuonane sana sana. Mwanza kamwambia ni wakati wa kuomboleza. So karibu sana kwa maombolezi. Okay. No harato kusamania digikuhera. Ohana mliotameyago. Lakini sasa hapa basi makosa ni kuwa Yuji hajui kwamba na kwetu yule manze pia anataka kuwa kiongozi. Kwenye territory zake Mr. Shimizaki huko basi ni upande wa Tokyo Japan, Kurutikando. Hapa basi watu waliendelea hapa basi stara kama hiyo. Maombolezi yaliendelea ile hadi basi ya kutoa heshima za mwisho na kadhalika. Akipita pita alimuona yule mama na amemtamani. Hiki kimzee nacho ni kijinga, ni bibi ya mtu na amemtamani na anamtaka. Manza kamuonyesha mgongo. Cheki. Kijapanishi mtu akikuonyesha mgongo ni kukuonyesha fuata nyuki ule asali. Mwadhani. Ukiumaga iguru ugwo tamana. Maana maria mai magateneri. Yani na maana hapa basi anaambua fuate nyuki ale asali. Mdogo mdogo. Mzee akaanza kuhisi gedhinyaku. Anahisi gedhinyaku sasa kulingana venye anafuata ule dem. Chukumaneno bodyguard we sisemi kitu. Bodyguard hawezi akasema chochote. Bodyguard hasemi kitu. Mzee akajifanya sasa ni kuomboleza. Washalala akafuata mdogo mdogo, cheki maneno, cheki njaro za kukamka. Kidogo hivi kuchungulia akaona manza kwa pale amejificha. Mudhurio go turai gairai sa tura nai henyai sa gararai sa mukagwa ni ako aisoi sa gararai sa. Nao ni bibi ya Yuji bana, walala yaye. Chunga sana Yuji, utakuja bibi yake atakuja kuguba uroro. Haya akajifanya noma ati ni maombi. Kumbe sasa umanze nataka kumseti. Manza nataka kumseti cheki. Kuja kamwambia nimesaka sasa cheki tunyonyo, cheki mtazamaji. Kai. Yeye akapigwa picha. Pigwa picha stare kama hiyo. Hivi nyako kaisha mara moja karigo maile. Okay, ulirepu bibi ya Yuji. Sasa ujue ni kubaya ufanye venye nitakwambia. Otherwise usipofanya venye usipofanya venye nitakwambia Yuji atajua. Yuji akijua wewe you are finished. Naye mzee akasirika umeniseti ngukuria kiama leo. Kai, wewe ni siangika yeye ino saiye mpaka netu anagaibara boso. Sasa amekasirika kabisa. Unaniseti. Mama akamwambia hata mimi nilikuwa nakutaka. Sasa kama ingia ndani kehiga na matikone akafuga. Mtazamaji umeona amefuga, lakini nitakuonyesha tu juu nyinyi ni wetu, tunapendana na nyinyi. Nitawaonyesha tu vyenye wanafanya. Hata kama wamefuga nitawaonyesha tu msijari. Haya, hebu tuchomoke ara hizo tukuje kumpata Mark Dacascos wakuwa na Carl. Wanapoingia kwenye territory zake Yuji. Unaona? Wamevalia tu ndevu wasijulikane. Wakakaa kama majapanese. Ilo wana Sons of Dragons. Lakini Yuji akawa na wasiwasi kuwahusu. Yuji akawa na wasiwasi kuwahusu.
Sasa nabongesha Kijapanese na wao pia wanaelewa Kijapanese. Asini orimashita. Ejingae. Gaji Labayan. Kanyoyeu. Kajiro. Sasagibara no nidami datta omae ka. Kule ngutunyilenye. Mpaka na watu waonekana kana kwamba basi wataweza kutishika, lakini hawatishiki. Ilo anabongesha Kijapan, wanamjibu. Akaamua kuwatisha waone kama ni watu wa kuaminika. Huko kuuliza mbona mduzi. Ilo sasa hawa walihanda Kamudheka kasema katatuma watu wake wawili. Sasa wale watu wawili ati walitumwa ni Mark Dacascos na Carl. Kale Kamudheka alikuwa kama Japanese, ukumbuke vizuri zaidi. Akasema ati katatuma delegate. Sasa nami hapa nilikuambia nitakuonyesha. Mimi nikikuahidia kitu lazima nitakuonyesha. Sasa ebu ona. Kama Nosa. Nosa doi. Nosa. Haya. Laleyo. Ha. Inosa dongani. Ha. Inosa siadi. Ha. Yayo. Ha. Ha. Inosa dogo ya. Ha. Inosa. Cheki design anamunyanyua. Alafu mimi ile kitu nanistuaga. Cheki ule Mjapanese. Ni mama na nyonyo bado zimesimama. Mimi siku ingine nimefanya research nikajaribu kufanya demo ambayo nyonyo zimesimama. Nilisubuka sana. Isipokuwa sehemu moja nilienda nikapata demo kuna nyonyo zimesimama. Kuna itagwa Shamata. Nilipata nyanya moja akona nyonyo zimesimama. Maajabu. Sasa Mark Dacascos waliambua kule kiapo. Hii ni dawa, kama wewe sio Muyakuza ukikunywa unakufa. Mark Dacascos akakunywa kamnyweso. Lakini dawa, cheki dawa yenyewe. Dawa hata wewe kunywa. Mark Dacascos yake akaficha. Carl na yeye, cheki venye unaficha dawa. Juu hii dawa ukikunywa na wewe sio Muyakuza. Dawa inda. Unaona? Kisha kamnyweso ndio hiyo. Ukikunywa hiyo dawa na wewe sio Yakuza unakufa papo hapo. Kamnyweso kwa mdomo. Nia yao ni kuangamiza Yuji. Carl akachomoa fegi, yani sigara. Alichomoa sigara, tazama. Fegi yani. Unavutaga fegi. Kisha ile pombe aliyokunywa iko kwa mdomo, ile wine. Kawa kisha. Nia ni kumwangamiza huyu Yuji. Dacascos akamkimbilia Yuji sasa. Yuji kakamata daga. Huko na Carl kawanza. Kitanzi. Hawa kinyanyuana. We, tikuseu. Wakuito. Sio kuzuri. Wanenenenenenena. Santa Carl. Maridadi. Kuwatambariza. We. Mayakuza wanaona moto sasa. Cheki mnino. Marasasi. Wewe. Nitapiga kaburi marasasi, wekeni bunduki chini. Hawaizo wakataki kaburi. Wakataka kaburi. You are the free man. Ndiyo. Na ukiniona shartu kufe. I am the crying free man. Ananiye mwanzo hajui anawaua kwa nini. Yuji. Kula risasi. Yublale. Wale wengine na waru. Nyeshewa marasasi. Kitanze shasha. Tanze na kwambia. Yuji tasena haya. Dogo kuwa wewe ndio uliangamiza watu wetu 16. Akasurubiwa. Cheki. Yuji akasurubiwa design kama hiyo. Mark Dacascos, go ahead. I'll take care of Yuji. The man is a devil. Let's move. Go ahead. I'll take care of Yuji. Endelea. Wacha nikabidhianage. Kaubuvoka tena. Wacha niendelee haba si bila shaka pana ili jitu. Mark Dacascos. Cheki. Kumaliza. Toka. Unakuta nani? Aliwachua kombora karibu na makagali woye. Ndenda kuhuruja siana siyaku.
alitaka kukuripua makagari. Makdakaskos ni kuonyeshia marasasi. Cheki. Anawanyeshia. Alipatana basi na kale kadem. Wewe. Lakini kidogo kama namna gani? Now you die, Freeman. Kwenda kuangamiza Makdakaskos, alipigwa risasi na Yuji. Kula risasi. Chukua tena. Na Yuji akarapuka. Lakini Carl alikuwa anataka kumtambariza Makdakaskos. Na alimwambia ni kwa nini. Sikiza akimwambia ni kwa nini. Alitaka kumuua. Huku Makdakaskos na wale wengine. Makdakaskos aliambiwa namna gani? You betrayed us. Ulifaa kuua huyo manzi. It was my job to serve and watch over you. It was my job to kill you. You broke the law, my friend. You should have killed her. You broke the law. You should have killed her. Na ndio sababu nilikuwa nataka kukuua. Ulifaa kumtambaliza Mexico Sahara. Na kwa hivyo nilikuwa nimetumwa na wakuu nikutambarize. Lakini all in all, Carl kuisha maneno. Makdakaskos aliamua kutamburuka. Sasa naye yule manze na hasira aliamua kuona ni no guraga mudu mkuu. Aliamua kuua Carl na Carl amekufa. Cheki. Yule manze wa Kijapanese. Cheki. Alipata Carl. Carl amekufa tayari lakini alimuua. Wa nikiroraga mundu mkuu. Mbona naua mtu ambaye amekufa? Wa hata hivyo Makdakaskos akatamburuka. Carl alitaka kumuua. Kisa na maana Makdakaskos alikosa kumtambariza yule manzi. Makdakaskos alikosa kumwangamiza haba asibrisha kapara Mexico Sahara. Lakini the war is not over. Nani? Ndugu brother mpenzi mtazamaji, dada mpenzi mtazamaji, kipi mpenzi mtazamaji, the war is not over. Basement zake na Makdakaskos, Mayakuza wakakuangalia. Cheki maneno. Mayakuza wale kuangalia. Wakamwambia mama afanya hivi. Roho safi. Tuambie pahari Makdakaskos aliko. Tuambie pahari Makdakaskos aliko. Otherwise, we gonna kill you. Mtazamaji nataka ukumbuke vizuri zaidi. Yasemekana mwenye atamuua Makdakaskos ndiye atakuwa kiongozi wa Mayakuza. Mwanzo jamii ya Mayakuza ni watu wengi. Ni wengi sana uwezi kuwatambariza. Na wanahitaji kiongozi. Sasa yaaminika na inasemekana mwenye atamuangamiza Makdakaskos ndiye atakuwa kiongozi. Hawa wakimtishatisha mama upande wa nyuma. Makdakaskos sasa. Cheki maneno. Niki. Gigo. Oi. Kireoru. Awi. Karash. Mtu ajaribu akuguza maidia. Okama mliotame yago. Kuja hapa msuli yangu. Right on time. Mayakuza wengine. Tena wengi. Mayakuza nakuambia ni wengi, kuwamaliza basi ni vingumu. Kuwamaliza Mayakuza ni vingumu sana. Tena zaidi. Wow. Cheki. Kikosi cha Mayakuza sasa nia ni kumwangamiza Makdakaskos. Mwanzo aminika mwenye ataweza kumwangamiza Makdakaskos atabakia kuwa kiongozi wa Mayakuza. Kwa sasa Mayakuza hawana kiongozi. Washalala. Sasa Makdakaskos aliamua kulipua zile territory. Hii basement chukua masila zote ambazo basi bila shaka para angepata. Mpaka ule mwanapolisi nishakufahamisha kitambo basi Natiza anakuwaga msaliti. Makdakaskos ana bareta, ana revolver, ana megui, ana hapa basi mauswadi M16, ako mpaka na SGPMGWC, ina maana Special General Purpose Machine Gun with the semi-kurbushta. Kisha akatega time bomb dakika 5. Hizi basement zote zirapuke. Wow, ili kuficha evidence. Bash. Kisha alichomoka sasa na bunduki. Cheki. Inaitwa SGPMGWC. Special General Purpose Machine Gun with the semi. Karboshta.
Kare Masama, the Crying of Freeman. Ikuwa hapa bishini kwenye kipindi cha Alo Salama Shasha Makda Kajiro, munaenda wapi? Munakutana nakuwa naro nani Japanese. Hii sasa si madharau sasa hii baba. Unaambia nani? Munakuta nani? Chenje bunduki. Hiyo imeingia jicho. Aya, mimi nimetumbukizwa. Mimi nataka kukunia. Kunia, who are you quarreling? Unaambia nani? Dakika ni 3 hapa basi bila shaka pale kurupuke. Ala. Skudi ya mwisho. Kiongozi wa mama ambaye anataka kuwa kiongozi wa Mayakuza pia. Pisto aina ya baleta mkononi. Yule mwana Prisinates alichomoka basi akamtai Makdekaskos. Makdekaskos enda kumshoot. Akawa too late. Cheki. Akapigwa moja. I got you Freeman. Na ukiua Freeman, ukimuua Makdekaskos, wewe ndio utakuwa kiongozi. Whoever you are. I got you Freeman. Lakini kidogo maza wewe babarisa yangu unamuua unamaliza bwana yangu na wenye siku hizi kupata bwana ni vingumu. Alinyeshewa marasasi. Kuangalia aliona miguu iko imeturama. Tikoela kodo huko. Manze wa Kijapanese. Na Maka amepigwa risasi moja maskini. Amepigwa. Oi gai. Oi karibu na Makagale. Huyu mtu ni mbaya. Anapiga risasi karibu na Makagale. Okay shika. Matinangia leo. Tosho dongani tara fogi. Walimwambia basi piga hawa watu watambarize wote. Tosho dongani tara fogi. Piga hawa watu watambarize wote. Bash. Naomba Japanese wakadai nao ni maswadi. Maswadi kwa uswadi shisha. Cheki manino shisha. Toka unaletea nani manioro gai? Katar. Kwanza nataka kukata demu wangu. Katwa matumbo. Chukua dondi. Sima sota. Sima kicks. Oye. Unapiga. Nani kudungwa? Toka unalilia nani? Sura hii. Ni mimi nimekuita hapa. Wengine ndio hawa. Wengine ndio wakumfuata Makdekaskos. Fanya hivyo. Mimi sijui hivyo, naruka kienyeji kuunda. Anaruka kienyeji. Lakini mbele yake Makdekaskos, mbele yake weka ulinzi, kinga. Wako wengi Mayakuza. Yes. Kata huyo. Wa. Kisha chukua. Toka. Shalala. Snap kick, round up kick. Akakwaruzwa. Sasa aliona hata huyu demjo hajazoea kuua wanawake. Alitupa kadaga kadogo juu. Cheki. Akaendelea kupigana na wao Mayakuza. Kisha akachukua kara kadaga akadunga machungwa. Yule mzee na polisi alisikia vibaya. Huyu alisema umagae. Factory ya msuli imepigwa daga. Hawana wao. Kata huyo. Kata mwenzake shasha. Mama anapiga mayoye. Makdekaskos alimwambia mama, ukitoa hiyo daga you'll bleed to death. If you remove the knife, you will bleed to death. Lakini tunaweza make deal. Naweza kosa kukuua, ni kuache hapa. Lakini uenda uambie Mayakuza kwamba na kwetu mimi na Mizuko Sahara tumekufa. Okay. Na uambie mimi nimeua Yuji na watu wote ambao walikuwa hapo wamekufa. Uambie Mayakuza hivyo. Na nitakuacha ukiwa uhai. There was some past dispute. Today, he fought against the men of the Hakushin Society.
Kiza And after fighting bravely, she died. You want me to help you disappear? You want me to help you disappear? Yes. Akamwambia ndio. Ili ukubali utaenda kuambia, and you have to say with your honor. Wape kwamba na kwa eti utaambia mayaku za mimi na bibi yangu tumekufa. Ukiapa hivyo nitakuacha ukiwa uhai. You are my enemy. Alichomorwa daga tabo igwe ruo. Damu. Unataka nikuue ama nitapro tigana nake achana na yeye. Do I have your honor? Manza akamwambia namna gani? Sikiza. Live honorably or die miserably. Decide now. Decide now. My You have my honor. Utaniwacha nikiwa uhai, lakini na mimi nitaambia majapanese kwamba na kweti wewe umekufa. It's a deal. It is a deal. Arwachukua basi akakaparo tikando kuwa na mwanapolisi. Manzi mjapanese ameapa kwamba na kwa eti atasema kwamba na kuwa eti Magda Cascos amekufa. Ndio nimekwambia mayakuza ni wengi hawezi isha. Lakini mwenyewe aliapa ati yeye ataua Magda Cascos. Cheki. Akachukua bunduki. Akaambia na Manzi no. Mwanapolisi akadai it was your words not mine. my word. You did not have my word. Pigwa risasi na Manzi. Akamwambia namna gani? Niliapa kuwa nitaacha aende. I did. I gave him my words. Kwa nitamwacha aende, aniwache uhai, lakini nikaambia mayakuza kwamba na kweti yeye na bibi yako wamekufa. Kwa hivyo zile territory ambazo walikuwa basi unajificha wale hapa basi bila shaka pale akina Magda Cascos, yani zile territory basi za wana Sons of Dragon, akazilipua. Unaona? Akazilipua. Lakini akawacha yule Manzi wa Kijapanese akiwa uhai. Akamwacha yule Manzi akiwa uhai. Ile Manzi aende aambie mayakuza kwamba na kweti Magda Cascos amekufa. Umesikia Manzi akidai I give you my honor. Aende si Magda Cascos amekufa ili mayakuza waache kumuwinda Magda Cascos. Sasa hapa basi Magda Cascos na yeye wakuwa na Manzi wakahepa. Mwanzo hiyo tu ndiyo njia Magda Cascos angetumia kuhakikisha mayakuza hawatamfuata tena. Mwanzo mayakuza ni wengi na kuwamaliza ni vingumu. Basi Magda Cascos akatamburuka wakuwa na Misko Sahara, wakatamburuka stara kama hiyo na wakaamua kwenda kuishi wakiwa together as one. Ukubishi na zile basement zikaripura stara kama hiyo. Magda Cascos basi wakuwa na Misko Sahara wakitamburuka basement nazo zikiripuka design kama hii. Hapa basi na amenikicheki naona pia pesa zako zimeripuka ripuka. Huku pesa zako zikiripuka stara kama hiyo. Na picha retu The Crying Freeman mwisho. Akubishi ni wako ma studio top ranking DJ ranking Afro Amigos.